Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, na kukaribisha katika mpasho saa saba leo hii, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025, ikiwa kwamba na kukaribisha kabisa katika taarifa zetu za siku ya leo, mwelekezi wangu akiwa apigania nchama. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Basi karibu katika taarifa za leo, na pale ambapo tunaanza kwamba jobo la kuwasahili wawaniaji makamishna katika tume ile ya uchaguzi ya IEBC unaendelea katika siku ya pili leo hii, ikiwa wa kwanza ambaye amefika mbele ya jopo hilo siku ya leo ni Bwana Ahmed Sheikh, ambaye amesahiliwa na wawaniaji wengine watano wanatarajiwa kufika mbele ya jopo hilo na kusahiliwa siku hii ya leo. Akihojiwa, Ahmed Sheikh ambaye ni wiji katika utawala wa kifedha amelieleza jopo hilo kwamba atakuwa anahakikisha fedha ambazo zitakuwa zinapewa pesa ambazo zitakuwa zinapewa tume hiyo ya uchaguzi IEBC, atahakikisha kwamba zimetumika jinsi ambavyo zinafaa kutumika. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga ametaja kwamba ufisadi na ubadhilifu wa rasilimali hapa nchini Kenya imekuwa ndio changamoto kubwa zaidi. Maraga alikuwa akizungumza katika chuo kikuu cha Rongo, ambako alikuwa amealikwa kwa kutoa mhadhara kwa umma kuhusu utawala bora wa katiba na utawala wa kisheria. The corruption and mismanagement of resources has been a key and a significant challenge to the country, hindering development and eroding public trust in government institutions. Corruption has negatively affected and impacted the delivery of public services and economic growth. There are numerous unresolved scandals over the years that have become a stain on Kenya's history as well as current governance. Scandals like Triton, Golden Bag, Anglo-Leasing, and the Kemsha and the COVID-19 billionaires easily come to mind, not to mention the numerous reported scandals involving county governments, some of which have led to the ouster and the impeachment of some governors from some counties. In summary, corruption remains a major existential threat to this country's future, and if nothing drastic and radical is done, the collective future of this country and its people is doomed. What role are the young people playing in the governance of our country? I commend you young people, especially those comprising the Gen Z governance accountability, the Gen Z movement, for your demands for good governance, accountability, and the rule of law. By understanding and advocating for adherence to the rule of law, you ensure a just and fair society. Your role in governance constitutionalism and the rule of law should not be passive. It should be active. If we fail to uphold them, we risk reversing the progress our country has so far made. I challenge each one of you to be champions of justice and accountability. Even when you are afraid, it will not pay off.
be in the front line as uncompromising soldiers of integrity, even when taking a bribe feels like the only option left for you. Stand fearless against a stubborn system that lures young minds into service for political cartels. Make the choices that shift the nation to new levels of. Na kwingineko tukisonga mbele ni kwamba Maraga amekaribisha uidhinishaji wa Gen Z kwa kumtaka awanie kiti cha urais mwaka 2027. Lakini Maraga ametaja kwamba bado anashauriana na washikadau kuhusu kuwania urais huo mwaka 2027, ikiwa kwamba alikuwa anazungumza baada ya kuhudhuria kongamano ambalo alikuwa amealikwa katika chuo kikuu cha Rongo. Because of that confidence that one can make a decision whether or not he can serve. I have served before in government. I was head of one arm of government. There is no magic about being a head of another arm of government. Tukiendelea kusonga mbele ni kwamba wawakilishi wadi kutoka kaunti ya Isiolo wameomba serikali kuimarisha usalama katika kaunti hiyo. Hii ni baada ya Nicholas Lolot ambaye ni mwakilishi wadi wa eneo la Burati kupigwa risasi siku ya Jumatano na mtu ambaye asiyejulikana. Akizungumza, spika wa bunge la kaunti hiyo Isiolo Mohamed Roba ametaja kwamba Lolot anaendelea kupata matibabu hospitalini, huku akiongeza kuwa maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi kuhusu kisa hicho. In assured that is in a stable condition. The team of MCAs here, together with me, we have spoken with the honorable member at length. Is in shock, but is stable, and the doctors have assured us that is stable. Our appeal is to the members of the public to restrain themselves from speculation in a proper condition. Kwa majina anaitwa Lemantile David, Deputy Speaker wa Isiolo County Assembly. Sisi kama members of the County Assembly of Isiolo tuko hapa kupandemi kile kimefanyika kwa mwenzetu Mheshimiwa wa Burat Nicholas Lolot. Kile kimefanyika sio kizuri, na hapa tunasimama na yeye na pia jamii wake na watu ambaye wamemchagua. Tunasema pole kwa kile kilitandika. Lingine tungependa kuambia serikali, especially the DCIO and the police, kile kilimafanyika tunataka kama assembly kuwa all investigation lazima ifanye kwa njia ya haki. Abubakar Abdigodana, MCA for Sirito, and we are appealing to the national government that they provide security for the members of county assembly, because the first role of the government is to make sure that lives are protected. Na hatimaye nikitamatisha ni kwamba waziri wa fedha Bwana John Mbadi amependekeza kuwa kaunti zipunguzwe idadi hadi 14 kutoka 47. John Mbadi alikuwa anazungumza katika chopo la matumizi alikuwa anazungumza mbele ya kamati ya bunge inayosimamia bajeti, na aliwaeleza wanakamati hao kwamba serikali za ugatuzi imelemewa kuonyesha uwajibikaji wa kifedha, jinsi ambavyo fedha hizo zinatumika katika kaunti zetu 47. We are running a government, in my view, that will not help this economy grow as we want. If we had 14 counties with a system where resources are devolved through those counties to the local areas to get the money, it happens. It's actually politics which is the danger to the statement that I made. How I wish Kenyans would discuss this statement objectively without applying politics to it. We allowed the first governors to run amok and like they are gods. That is why a lot of theft took place. More theft took place in the first county government. This is a strategy. The strategy is first, consistently
work on budget deficit over the years. In the medium term, if we consistently reduce our budget deficit, then we are likely to get out of the debt trap going forward. Mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba hizo ndizo taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya leo ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ikiwa basi tunapojiandaa katika weekend ambayo inaanza, tutakuwa tunarejea tena hewani kwa taarifa zetu siku ya Jumatatu, lakini nakutakia kila laheri kwa siku hii ya leo. Naendelea kufuatilia Ndizi TV ufahamishwe yale yote ambayo yanaendelea.